Nilalamike kidogo. Hii park yetu imekuwa the worst performing park in terms of revenue. Na sababu kubwa, Your Excellency, sana hatuna barabara ya kuja kwa hii park. Kutoka park kuja hapa barabara imeisha, inahitaji marekebisho, and it is discouraging even the local tourists. Your Excellency, kuna barabara nyingine nimekuwa nikikuimbia sana. Ile barabara inaitwa Kore Road. Inaingia pia hapa. Watu wamekuwa maskini, hawana kitu ya kufanya, miraa imekuwa haina pesa. So rais, mahali tuko katika hali ngumu sana ya hii wananchi. Na vile nimeteremka kutoka pale juu kufika hapa, hata kwa barabara ninaona nyuso za wananchi wetu vile zimekunjana namna hii, sababu ya njaa ya nini. Mambo wananchi wanasema, hata mimi nimekuwa mwadhiriwa, lakini sija claim, kwa sababu nilikuwa nataka wananchi kwanza wa claim. Ndovu saa ingine zinakula mahindi yangu. But Your Excellency, allow me to say that this national park used to be very vibrant in the 70s and the 80s. But because of poaching, mainly poaching in the 80s, and the degrading of the infrastructure for bed occupancy for tourists, that is the main reason why this park today is not doing very well. Tunashukuru kwa sababu event ya leo. Na tunashukuru, as the governor said, umetuletea pesa. Lakini na mimi, Your Excellency, kama nikikushukuru pia mpaka nilalamike kidogo. Hii park yetu imekuwa the worst performing park in terms of revenue. Na sababu kubwa, Your Excellency, sana hatuna barabara ya kuja kwa hii park. Kutoka park kuja hapa barabara imeisha, inahitaji marekebisho, and it is discouraging even the local tourists. Your Excellency, kuna barabara nyingine nimekuwa nikikuimbia sana. Ile barabara inaitwa Kore Road. Inaingia pia hapa. Inatokea Kiengo, inapitia, inatokea Kanjo, inaingia kwa gate park hapa nyuma. Your Excellency, naomba tu ukisimama, majority ya watu unaona hapa ni wa kutoka maeneo yanatumia hiyo barabara. Tafadhali kwa hisani yako, sema tu kitu kidogo kuhusu hiyo barabara, unitoe kamba kwa shingo. Kwa sababu wananchi wanaona ni kama mimi sikuambiani kuhusu hiyo barabara. Sasa leo waambie tu, hiyo ndio salamu yangu nikikusalimia asubuhi, na hata jioni tukionana salamu yangu inakuanga ni kuhusu hiyo barabara. Vile tuna barabara zetu mbili, barabara ya Adhiru KK, barabara ya Mulingene Lare, zimewekwa katika ratiba siku nyingi na zimekuwa bado hazijashughulikiwa. Your Excellency, tunashukuru sana serikali yako. Juzi nilikuwa na Kanga nikimuuliza mambo ya park yetu. Akanipa mipango ile akonayo ya kuinua revenue ya hii park. Hapa nje tuna cultural center yetu imekuwa hapa miaka mingi. Saa hii hata imekufa, imelala. Kwa sababu hakuna mahoteli hapa ndani. Kanga ametuambia hoteli zinakuwa revived hapa. Tunakuja pia kujenga hata Mulika airstrip ambao ndege itakuwa inatua hapa. Kwa hivyo hapa hii airport yetu tunaona inakufufuka na eneo letu itafufuka. Kwa hivyo Your Excellency, hao watu hapa Igembe wamenituma pia kwako. Wakaniambia because you are around. Na unajua mgeni akija mwenyeji anapona kiasi. Kwetu. Na pia haungeondoka hapa bila kusema kitu kuhusu hiyo, kwa sababu najua naibu waziri anapambana hiyo maneno, lakini pia wangependa kusikia kuhusu kutoka kwa mdomo wako. Ndio pia wakuwe na amani na imani kidogo. Kwa sababu Your Excellency, nyumbani hatulali, tukiamka asubuhi tunakuta watu wamejazana kwa mboma 200 ya chakula kwa sababu miraa ina soko. Finally, Your Excellency, nikipongeza watu wa KWS hapa Igembe Central, wale wanafanya hapa akina Kalogi na timu yake. Lakini naomba Kanga waongeze magari. Saa hii this is the best time we have best food. Hakuna wakati mwingine tutakuwa na mazao kama saa hii. Mashamba imejaa maharage ya kutosha na ndovu ndio tisho peke yake. They come to our farms, wanakanyanga, na tukisubiri compensation ikuje tena 2027 na chakula imekanyagwa, watu wengi watakuwa wamekufa njaa. Kwa hivyo tunaomba saa hii mitigation ifanyike. Hao ndovu wapambane nao saa hii tuweze kuvuna chakula yetu na watu wetu waendelee kuheshimu.
Your Excellency, hapa Meru tunakupenda na tutaendelea kukupenda, na wewe endelea kutupenda na kutundumia na kusimama na sisi. Asante sana. Mheshimiwa Kailerwe. Thank you. Asante. Mheshimiwa Kailemia, dakika moja, sema jambo. Wapi nduru ya Mheshimiwa Elizabeth Kailemia? Haraka tafadhali. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and Deputy President, our very own Professor Kithure Kindiki, and all protocol observed. Mugeni antobeto, Bwana Yesu asifiwe. Bwekua Meru, ibo gweretwe. Hata mimi nimefurahi sana. Yangu ni furaha nyingi sana kwa sababu president wetu ni mtu wa kusema na kutenda. Tulikuwa na yeye hapa Rumuruti akianzisha mradi wa launching the fencing, so the animals stay their side and we stay in our side. And today you can see he has come to give compensation which he promised a few months ago. Mimi leo ninavaa kofia mbili. I'm the woman rep of Meru County and a member of the Committee of Tourism and Wildlife. Juzi nakumbuka nilikuwa nado na nikawa promise, nikaambia hii maneno ya compensation inakuja karibuni sana, kwa sababu nilikuwa najua vile tunaendelea na hiyo promise ya president yetu. Thank you very much for honoring us. We have been having very many casualties hapo Kariobangi karibu na kwangu, huko Kenanduba and all that kind of places. What I would request you, I'm talking very fast because of time. I've just listened to our Waziri talking about the bee, and I've already started groups for beekeeping. So what I would request is that you empower us in those groups so that we will be able to buy the hives. I've already bought the hives with the little money that I have, but we need much more because it starts from here up to Bore constituency. There is all that line where the elephants like to come to our shambas. We had invented a way of chasing them away by clapping, beating the mabatis. But now you see that one doesn't work very well. So that's why we decided to innovate the beekeeping. This beekeeping project is very vital and very important for us because it's an income generating project. And I would like our groups, particularly the ones I have in my docket, that we start a cottage industry making honey. So it will be a double win. We will leave the elephants to themselves, and we will have ourselves also, and we'll have money in our pockets through the honey that we'll be producing from the bees. I want to thank you very much, President, because you unajali sisi. Nasikia watu wakisema neno mingi, but I'm very sure I've sat with you, we have talked to us, that unajali sisi kweli kweli. Antuveto mtona tikaga egitare onde. Na hivyo kuona neje teruare ka tereja bue. Nejere. Akwende ara force vetu kweja. Mari. Kareje tekenda tomba ko kama ili are ubwa igwa ngaba na yetu akiwa. Kwa uto tuwe no tuwe subira, akona mengi yetu, akona mingi yetu. Asante. Thank na you. Na tukamberia kuona kaora bena deputy wake. For the last 1 month he has been here like 4 times. Boto wendo. Oh, thank you very much. My time is up. I would have liked to say many more things, lakini kwa sasa nimeobey mkubwa yangu. Asanteni sana. Thank you, my sister. Bwega, Senator Kadhuri Muronge, Deputy Speaker. Wapi makofi ya Senator wa Meru, Mheshimiwa Kadhuri Muronge, ambaye ni Deputy Speaker wetu wa Senate. Dakika 1:30 Mheshimiwa, tumalize tuite rais. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu wako. Yangu ni machache. Kwanza ni kushukuru wewe sababu ya kushikilia kaunti yetu ya Meru na taifa la Kenya vizuri. Sisi tumepita na marais walikuwa hapo nyuma pia tukiwa bunge, lakini mimi nimeona hakuna rais mwingine ametujali kama wewe wakati umeingia kuwa rais. Kutoka wakati uliingia deputy president,
sisi tumekula utamu wako tukiwa watu wa Meru. Kana na antobeto ba Meru. Ibo kwere tu rais kweja na Arua. Ambo na njata kuro para kwere tu president kweja aja, asanteni sana. Rais, hii mfumo umeanza ya compensation. Asa hii ya digital. Hiyo ndio game changer katika hii shinda tuko naye. Na pia waziri CS wa OneDrive. Katika OneDrive Management and Conservation Act 2013, which I participated when I was the first term, 11th parliament. Tulipea yeye pia nguvu ya kufanya kitu tunaita insurance scheme katika compensations. Pesa itoke kwa budget, kwa treasury, na pia yeye ana nguvu ya kuanza insurance scheme ndio iweze kusaidia kufidia watu wetu. Kwa hivyo waziri, angalia hiyo act kidogo, uko na nguvu ingine ya kusaidia wa Kenya. Na ingine niseme rais, jambo hizi billions tunalipa kwa Kenya, itakuwa vizuri kama tungefanya mitigation ya kutosha. Sababu hata ukifidia leo, wanyama waingie tena, tukipanda tena kutakuwa na compensation. Lakini tukifanya mitigation, iwe first priority DG, hiyo ndio itakuwa inatusaidia zaidi. Na tena tukiwa hapa rais, unajua the Umbeo iko na shinda ya wanyama pori hao wa ndovu. Hii eneo pia ndio iko na shinda na hao manyangiri, wanaiba ng'ombe na kuua watu wetu. Sasa wakati tumeibiwa ng'ombe, wananchi wetu wanaenda kulima. Wakienda kulima, mifugo hii, crops are damaged na OneDrive. Kwa hivyo hawa watu sasa wako kwa njia panda. Wakiweka ng'ombe inaibiwa. Wakipanda mahindi na maharagwe na vitu vingine inaliwa na ndovu. Kwa hivyo hawa watu wamekuwa maskini, hawana kitu ya kufanya, miraa imekuwa haina pesa. So rais, mahali tuko katika hali ngumu sana ya hii wananchi. Na vile nimeteremka kutoka pale juu kufika hapa, hata kwa barabara ninaona nyuso za wananchi wetu vile zimekunjana namna hii, sababu ya njaa ya nini. Kwa hivyo lakini vile umekuja hapo kwa baba wetu, mimi najua hizi shinda zote zinaenda kumalizika. Na pia hii national park yetu hii, najua wakati tulikuwa tunakuomba tuchukue yote, tunajua kwa sheria ya OneDrive kuna ruhusa ya kuifanya game reserve kama ile Masai Mara. Ukifanya game reserve inaenda kwa community yote, inaenda kwa Meru County. Lakini ikiwa national park, hii ni heritage ya taifa lote. Kuna viru unaweza change kidogo uiweke game reserve, ndio tupambane naye tukiwa hapa Meru. Na ile all the benefits ile inatoka hapa isaidie, because Masai Mara has changed that Narok County. Nao Kajiado inaenda kupata nafasi kubwa mzuri zaidi. Kwa hivyo ile kitu DG atatusaidia ni kuongeza band occupancy katika national park yetu, sababu watalii wanaangalia Meru National Park, wanaangalia hotels in Meru National Park hakuna. Kwa hivyo sasa na council kuingia Meru National Park. Kwa hivyo hata ikiwezekana rais, sisi tusaidiwe tukiwa local investors wako hapa wengi, na mahali wanawezeka vibanda banda campsites nini ifunguliwe, ndio sasa band occupancy iweze kwenda juu. Rais, hiyo issue ya miraa ni vizuri, naibu rais alichukua hilo jukumu na ukampatia. Kwa hivyo naibu rais ndio hawa watu tuanze kuongea vizuri. Naomba one of these few days tukae na viongozi wa miraa, wale watu wa kulima, viongozi wa kulima, viongozi wale wanafanya biashara, ndio tukae na wewe chini tuweze kutatua maneno ili itatushinda. Sasa wewe tutakwambia aenda upelekee rais wetu, lakini najua pia tukianza mazungumzo na wewe ili jambo litaenda vizuri. Kana hata antobeto andali ya Kiswahili yetu zend nikenda munene wetu igwa manzora nkumwira jonde, lakini babo bukuigwa no tukinyabu ibuthomete teu. So ibwega budhalimwe na tuete nambere kushikilia serikali yetu, kuunga rais wetu mkono na naibu rais. Unajua kwa naibu rais ni hapa ngambo. Hata kikiumana tunaenda kwake kukula chakula kwake hapa ngambo tu. Tunaenda mguu, tunaenda kwake kwa nyumba hapa across the river. Kwa hivyo asanteni, mtu tuko naye ni wetu hapa, tuchunge rais. Ndio na yeye akitoka, tunaingiza hii ndume kwa state. Zama mnataka namna gani? Rais wetu mpendwa, mimi ni Meru ambaye anaamini ya kwamba sisi Meru, Tharaka, Tigania, Imenti na Egembe na Mwimbe ilikuwa moja, ya kwamba kutoka Dhosi mpaka Ntonyere ilikuwa ndisi mmoja,
lakini baadaye tukagawa ikawa kuna Meru North, Meru Central, Meru South. Meru North ilikuwa ni Tigania na Egembe. Meru Central ilikuwa ni Imenti. Meru South ilikuwa ni Mwimbe, Chuka na Tharaka. Baadaye ikawa Tharaka Nithi na Meru. Kwa hivyo sisi ni wa Meru. Na mimi nikiwa kiongozi wa Meru Mporo Mtwabori, nasema kwamba wewe ni mmoja ambaye umekumbuka wa Meru. Eti ya kwamba kutoka 1960 hatujawahi kupata naibu wa rais, na wakati huu tumepata naibu wa rais, Mheshimiwa Rais. Sisi tuko tayari kufa na wewe. Ya kwamba watu wanasema wanaleta machama. Tunataka kuwauliza kwamba nyinyi miaka hiyo yote mmefanyia wa Meru nini? Wewe ndio rais wa kwanza kukanyanga hapa kwetu Nyambene na kupeana checks zile za mbadi za wanyama. Mheshimiwa Rais, ile kazi umefanya kwa ground haina watu wengi. Katika area hii kitu ningelipenda kuomba wale mandugu zetu ama neighbor ambao wanapakana na wanyama, tungefurahia hao watu kaenda vries wakati wanachunga wanyama, wachunge watu wetu, wajenge masule, wajenge hospitali, wajenge mabarabara, waweke maji, ndio watu wetu waweze kuinuka. Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais, sina mengi kusema kwamba sisi tunakupenda. Sisi tunakupenda kwa sababu ya huyu kijana wetu. Na huyu kijana wetu Kithure Kindiki tunampenda. Siku hizi amehamia Meru, tunaimba Kithure Kindiki. Kwa hivyo yule mwingine asema kwamba kuna chama. Ile chama yake sisi tunasema kwamba ni kama kuruka makoyo unakanyanga mtu bila bingi teko na kuua. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tuko na imani na wewe na kazi yako na serikali yako na sama yangu ya Nopeu. Mimi niliamua ya kwamba nitafanya kazi na wewe. Na mtu ocheza na Kithure Kindiki, kana acheza na William Ruto. Kinyaka uui, kinyaka uakoi. No!